Wakristo wengi wamekuwa na mashaka kuhusiana na jambo la kwamba ni sahihi kwa Wakristo na viongozi wa dini ya Kikristo kuingia kwenye siasa ama kufanya siasa ama kujihusisha na siasa kwa namna yote ile. Sasa kwa sababu ni mashaka, watu hawana uhakika, wanahitaji ushahidi wa kibiblia na kimaandiko kwamba ni kwa nini ni sahihi kwa Wakristo kuwa kwenye siasa na kuingia kwenye siasa. Jibu la kwanza ni kwamba mimi nasema kwamba ni sahihi kabisa kwa Mkristo ama Wakristo kujihusisha na siasa za nchi na kushika madaraka kwenye uongozi wa serikali, na tena inabidi wa struggle na wajitahidi ku make sure wanashika hizo nafasi. Tunaanza na mfano wa kwanza, ulikuwa ni Yusufu ambaye Mungu alimuinua katika nchi ya Misri. Katika uongozi wa kisiasa alikuwa ni mtu anayefuatia baada ya Farao. Alikuwa ni waziri mkuu, kwa hiyo nafasi yake ilikuwa ni ya pili. Anakuja mtu wa pili alikuwa anaitwa Yeremia. Yeremia alikuwa ni nabii kama mnafahamu, na ameandika kitabu cha Yeremia, lakini Yeremia ndiye aliongoza utaratibu wa kujenga upya mji wa Yerusalemu, kwa maana kujenga ule ukuta wa Yerusalemu. Kwa hiyo walikuwa viongozi. Alikuwa Danieli ambaye alikuwa ni mkuu katika nchi, katika utawala wa nchi ama utawala wa Babylon na Uajemi, kwa maana Babylon na Persia. Alikuwa na cheo cha juu sana. Kwa hiyo Daniel alikuwa ni mtu smart sana, very intelligent. Kuna jina fulani alikuwa anaitwa Belteshazzar, ni mtu alikuwa na akili sana, alipewa jina la Belteshazzar. Lakini kuna watu wengi ambao wamejitokeza kwenye maandiko matakatifu ambao walikuwa na uwezo mkubwa sana. Kuna Danieli, kuna Nehemia, nimekwambia kusana Yusufu. Lakini pia kusoma kitabu cha Mwanzo sura 29 mstari wa 2 unasema hivi: waovu waendeapo nguvu watu huomboleza, lakini wenye haki wakitawala watu hufurahi. Kwa hiyo waovu waendeapo nguvu watu wanaomboleza, lakini wenye haki waiendeapo nguvu watu hufurahi. Kwa hiyo ni vema Wakristo wakiwa watawala, wakiwa viongozi, wakiwa maraisi, mawaziri, maofisa mbalimbali, ni sahihi kwa wachungaji kugombea nafasi za kisiasa kuanzia udiwani, ubunge mpaka uraisi. Kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 13 mpaka 16 unaongelea ninyi ni nuru ya ulimwengu. Kwa sisi kama ni nuru ya ulimwengu na ni chumvi ya ulimwengu, we have to lead. Lazima tuwe viongozi. Lakini pia ukisoma kitabu cha Mika 6 mstari wa 8 anasema hivi: ameonesha kwako mtu lililo jema, naye Bwana anataka nini kutoka kwako? Ni kutenda haki na kupenda rehema. Anaweza kufanya hayo ni mtu wa Mungu peke yake na si mtu mwingine. Kwa hiyo mimi nachoweza nikasema ni kwamba ni sahihi kwa Wakristo kuwa viongozi wa kidini, kwa sababu mimi ni viongozi wa kisiasa, kwa sababu siasa inahusiana na maisha ya watu kwa asilimia kubwa, na Mungu amefanya siasa. Mungu amefanya siasa kwa sababu gani? Mungu ndiye alikuwa anateua nani anatakiwa kuwa waziri wa Israeli, mfalme wa Israeli, kwa sababu alikuwa anaweka kama wafalme Israeli, alikuwa mtaka anamtoa Mungu mwenyewe. Hiyo ni siasa. Kwa hiyo siasa ni mfumo unaohusu maisha ya watu, na lazima watu waingie kwenye siasa na wasimamie siasa kwa haki na uadilifu. Ndio maana Biblia inasema hivi: waovu wakiingia kwenye utawala, kwenye madaraka, wakiendea nguvu, watu wanasumbuka, wanahangaika, wanateseka, watu wanatekwa, watu wanauawa, watu wanafichwa, watu wanapotea. Lakini wenye haki wakitawala, wenye haki wakiendea nguvu, watu hufurahi. Kwa hiyo kama wewe ni Mkristo na ulikuwa unajiepusha na siasa kwamba ni dhambi, siasa sio dhambi. Siasa unatakiwa kuwe, kama ni unasoma, mwanafunzi endelea kusoma. Kama ni mfanyakazi wa kawaida unapenda siasa, ingia kwenye siasa, kaa kwenye siasa, fanya siasa. Siasa sio mchezo mchafu. Ni mchezo mchafu kwa watu ambao ni wachafu na wasiokuwa na maadili. Lakini siasa ni maisha. Siasa ni maisha. Ikitokea saizi serikali ya Tanzania ambayo imekuwa dola ya Kiislamu, makanisa hata kuruhusiwa. Ikitokea serikali ya Tanzania imekuwa dola ya Kristo, misikiti itaruhusiwa. Marekani hapa misikiti haina nguvu, ipo, lakini ipo tu ilimradi kama jina, lakini hawana uhuru wa kuabudu. Ukienda pia saizi wewe uende Uarabuni, uweze kujenga kanisa, ni kama ilivyo, yani inakuwa ngumu. Kwa mfumo wa siasa na dini vinaingiliana, uweze kuepusha siasa na dini. Miaka ya nyuma, wakati wa karne ya kwanza, miaka ya Byzantine Empire, huko zinatawala Uislamu unatawala, baadaye kaja take over, Ukristo ka take over kupitia mambo tunaita crusades ama vita, ambayo ilianzishwa na papa mmoja alikuwa anaitwa Urban wa pili,
alikuwa na mamlaka. Unajua zamani papa alikuwa anaweza ndo anamteua rais awe nani. Kwa mfano huku ukanda wa Europe wote, huu Middle East yote, ilikuwa ili uwe mtawala lazima papa ndo akuteue. Kwa hiyo ndo unakuwa rais. Kwa alikuwa na sauti. Sasa kule unaweza kaona kwamba, yani guys, nitaongea vitu vingi. Yani in short ni kwamba siasa, it's okay, it's perfect, it's okay kwa Wakristo kufanya siasa. Fanya siasa, shiriki siasa. Siasa sio mchezo mchafu, siasa ni mchezo mzuri ikiwa na lengo la kufanya siasa kwa njia ya kutenda haki na kuleta haki. Mungu akubariki sana.